wachungaji wa makanisa mikoani tufungue kazi Dar es Salaam. Tuieneze Dar es Salaam, tuijaze makanisa kama mishonari fulani hivi. Basi na mimi nikatoka huko Rufiji nikaja Dar es Salaam, nikatafuta eneo, nikapata Tegeta kule Kinondoni, nikaanzisha kazi kule tukiwa na mama. Tukatafuta eneo, tukakodi eneo, tukaanza huduma, tukajenga jengo na kuanza kuhubiri. Watu wakaongezeka, kanisa likawa zuri na nikaacha watu wengi. Lakini ghafla mchungaji Batenzi akaniona kwamba nije nitie nguvu Kigamboni. Kanihamisha kanileta huko. Kwa sababu nimejenga huko, fadhali niwe na kanisa huko kuliko kutoka Kigamboni naenda Tegeta. Basi nikaanzisha kazi hapa. Akanileta hapa, nikawa na watu nikuta wachache tu 8 mpaka kama 10 hivi, nikaanza kushughulika nao hao. Kwa tumeendeleza kazi kaende, tunaomba Mungu, tunahubiri, tunashuhudia, kazi kayo kupanuka, watu wanakuja kwenye ibada, tunasali, kanisa la zamani kabla tujajenga hili. Basi mambo yakaendelea namna hiyo. Kumbe nikisaidiana na wenyeji niokuta hapa, basi tukaendeleza kazi. Nikawa sasa mchungaji ambaye nilikuwa nalea Kibada. Lakini kumbe nikuta kuna parish ya Kigamboni. Mchungaji wa parish alikuwa nani? Beni Mkosola. Basi tukashirikiana kwa pamoja, kazi ikaendelea, parish ikawa kubwa, matawi mengi ya kuweza kufanya mpaka kanisa la mahali. Tukiwa chini ya Kurasini, basi wakatuona kwamba tuna uwezo kujiongoza, tuna uwezo kiuchumi, tuna viongozi wa kuweza kusimamia na watu wapo wa kutosha, karibu 1000. Basi tukapewa kazi hiyo ya kujiandaa tusimikwe kuwa kanisa la mahali. Na mwaka 2023 tulizindua mwezi wa Disemba tarehe 17, na mimi wazee wakanipendekeza ni mchungaji kiongozi, nikapata baraka hiyo mpaka sasa niko Kigamboni kama mchungaji kiongozi.